Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Victor's Generation, na leo nina jambo ambalo natamani tujifunze kwa pamoja. Kichwa cha somo ni njia panda ya mbeba maono, na leo tutaangalia kutoka kwenye kitabu kile cha Luka Mtakatifu sura ile ya kwanza, na hasa tutajikita kwenye habari ya mtumishi wa Mungu Zekaria na mkewe. Maandiko katika kitabu cha Luka sura hii ya kwanza yanamtaja Zekaria kama kuhani na mkewe Elizabeti alikuwa ni uzao wa Haruni. Kwa hiyo hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu na maandiko yanawataja kama watu wenye haki. Sasa kuna vitu vichache ambavyo natamani tujifunze kupitia watumishi wa Mungu hawa ambao walikuwa wakimtumikia Mungu kwa uaminifu, lakini mpaka kuzeeka kwao hawakufanikiwa kupata mtoto, lakini baadaye Mungu akaja kutengeneza njia wakafanikiwa kupata mtoto. Jambo la kwanza ambalo nilitamani tujifunze kupitia watumishi wa Mungu hawa ni aina ya utumishi waliokuwa nao. Maandiko yanatuambia walikuwa ni watu wenye haki, lakini Zakaria alikuwa ni kuhani, na kwa kawaida ya taifa la Israeli makuhani walichaguliwa kutoka kwenye kabila la Lawi. Kwa hiyo walikuwa ni makuhani, lakini katika utaratibu ule ule wa Haruni. Kwa hiyo ni uzao wa Walawi ambao walikuwa wana nafasi na wanakubalika kushika nafasi hizo za ukuhani. Kwa hiyo na wao walikuwa ni Walawi, lakini baadaye walikuja wakapata neema katika uzee wao, katika ukongwe wa Elizabeti wakafanikiwa kupata mtoto kifungua mimba kabisa aitwaye Yohana. Nimetangulia kukupa mambo machache kuhusiana na wazazi wake Yohana ili tuweze kuunganisha kichwa cha somo letu na habari zao. Kichwa cha somo nimekwambia ni njia panda ya mbeba maono. Sasa unaweza ukaona kwamba ni shauku kiasi gani ambayo Zakaria ambaye ni baba yake mzazi wa Yohana na mama yake Elizabeti walikuwa nayo baada ya kumpata mtoto wao wa kwanza, tena wa kiume, na ni shauku kiasi gani ambayo ndugu zao walikuwa nayo, jamaa walikuwa nayo, pengine na majirani, marafiki walitamani kuona ni namna gani ambavyo huyu mtoto anayepatikana katika ukongwe anaweza kufanana. Lakini tukumbuke kwamba nyuma ya kuzaliwa kwa Yohana kulikuwa na kusudi la Mungu. Yohana ni mbeba maono ambaye ameandaliwa kuja kutengeneza njia kwa ajili ya mwana wa Adamu, na anazaliwa katika familia ya kitumishi, familia ambayo baba yake na mama yake ni watu wa haki na wanamtumikia Mungu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo visingekuwa vyepesi kwake kujifunza kama asingemjua Mungu aliyemuita. Ndio maana nimetangulia kukwambia tutajifunza kidogo kwa habari ya njia panda inayomkuta mtu aliyebeba maono. Sasa ukiendelea kusoma maandiko kwenye sura hiyo hiyo ya kwanza, neno la Mungu linatuambia kwamba mtoto Yohana alizidi kukua katika nguvu za rohoni na akaenda majangwani na mpaka siku ile alipotokea kwa Israeli. Sasa nikawa ninapata msukumo wa kulitafakari neno hili kwamba ilikuwa ni rahisi kiasi gani au ngumu kiasi gani kwa Yohana kuwaaga wazazi wake. Unajua Yohana ni mtoto ambaye amepatikana uzeeni. Wazazi wake wana shauku ya kukaa na mtoto Yohana kwa muda mrefu, na pengine ndiye mrithi wa mali zao. Pengine kuna vitu vingi ambavyo wanatamani wamtambulishe kwake kwamba yeye ndiye mrithi wa vile vitu, kwa sababu wao ni wazee, pengine wanaona hawana maisha marefu duniani. Lakini bado mtoto Yohana anatamani kwenda jangwani. Sasa sijui ilikuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani kuwaaga wazazi wake kwamba ninatoka nyumbani ninaenda jangwani, kwa sababu kule jangwani alikuwa anaenda ni kwa ajili ya kutafuta nguvu za rohoni, kwa ajili ya kupata muda mzuri wa kutembea na Mungu. Na maandiko yanasema chakula chake ilikuwa ni nzige na
asali ya mwituni. Sasa ilikuwa ni rahisi kiasi gani kwamba baba na mama, ninafunga safari kwenda jangwani. Wazazi wake wangeweza kumwambia Yohana, umepungukiwa nini hapa nyumbani? Kwa sababu kama ni swala la chakula, hatuwezi tukashindwa kupata chakula cha mtoto mmoja, hatuna mtoto mwingine. Na kama ni swala la mali zetu zote ziko chini yako. Kwa hiyo wewe ndio mlipi, hauhitaji kwenda huko na kule na kutaabika. Unahitaji kukaa hapa nyumbani ili uangalie mali baada yetu. Lakini pia kama Yohana angekuja na ajenda kuwa mimi ninahitaji kwenda kutafuta uso wa Mungu, baba yake na mama yake, pengine hata na ndugu na jamaa na wote ambao walikuwa wanamfahamu Yohana, ongeza kumwambia Yohana, sisi tunamfahamu baba yako na mama yako ni watu wa haki, lakini ni watumishi wa Mungu, ni makuhani. Umepungukiwa nini ambacho kinakutoa kwao kwenda jangwani? Kwa sababu kama ni swala la kuhani, wao wanaweza kukufundisha na ukawa kuhani mzuri, lakini tukumbuke kuwa Mungu alikuwa amemwandaa Yohana si kuja kuwa kuhani kwa utaratibu wa Walawi. Amemwandaa Yohana kwa ajili ya kuja kutengeneza njia ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kuna kitu kipi ambacho kilikuwa kinazaliwa ambacho pengine hata wazazi wake hawakifahamu, lakini kiko ndani ya Yohana, na ndicho kinachompa msukumo mkubwa Yohana wa kutoka kumwacha baba yake Zakaria na mama yake Elizabeth na kwenda jangwani kwa ajili ya kuzitafuta hizo nguvu za rohoni. Kwa ndio maana nimekipa kichwa cha somo hili njia panda ya mbeba maono, kwa sababu lisingekuwa jambo jepesi kwa Zakaria baba yake na Elizabeth mama yake kumruhusu mtoto Yohana. Sasa maandiko yamenyamaza kimya kwamba Yohana alitoroka au aliondoka vipi, lakini nina uhakika haikuwa rahisi baba yake na mama yake ambao wamempata katika uzee na wanatamani kukaa naye, kwa sababu walikuwa na kiu ya kuwa na mtoto kwa muda mrefu na hawakumpata, na sasa wamempata, na mtoto akiwa mdogo kabisa anasema kwamba anaenda jangwani. Pengine yangekuja maswali mengi kwamba unataka jamii tuchukuliaje, ni kitu gani ambacho umekikosa kwetu, lakini ule msukumo uliokuwa ndani yake Yohana aliuheshimu na kaenda jangwani. Kwa hiyo kama mbeba maono, kuna vitu ambavyo havitaeleweka kwa wazazi wako, havitaeleweka kwa ndugu zako, havitaeleweka kwa jamaa zako wa karibu, lakini Mungu amekubebesha. Hebu sikia hiyo sauti ambayo Mungu amekupa na usidharau, kwa sababu imebeba mafanikio kwa ajili yako. Amina.